سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد. Na kwa habari ya wafu ya kwamba watafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa? Sura ya kitabu hiyo cha Musa. Hiyo kitabu that's a mistranslation of Torah. Kwa hivyo unachosema vitabu ni zile nanunulia mtoto wangu yeye nazo shule si. Kwa hivyo Torati sio kitabu. Taurati ni Torah. Sio kitabu. Ni Torah hivyo. Sio kitabu. Inaitwa Torah. Kwa hivyo Torati sio kitabu. Ni Torah hivyo. Ndio miaka 7 katika university inaitwa Cambridge kule Uingereza. Na aliongoza tafsiri hiyo ya King James, alikuwa amefanya uasherati wa kulala na mke wa mtu. Kabisa anaitwa King James. Sasa wakati alikuwa reprimanded, English wakati Catholic walitaka kumreprimand, they wanted to discipline him. Peter Gate walitaka kumreprimand. Yani alikuwa amelala na mke, alikuwa amecommit adultery, amelala na mke wa mtu, amepora mtu mke. Katika wafasiri wa maneno katika wafasiri wa maneno hiyo ambayo sasa askofu amekatalia, anasema hii anakufa piga huwa. Kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, kama sio damu yako Yesu, na wokovu ningepata wapi? Na baraka ningepata wapi? Na ushindi ningepata wapi? Kama sio damu yako Yesu. Kama mada imeisha kuwa hii Biblia ya Bishop Akonaye ni vile tu anang'ang'ania, anafaa kuiacha kusoma kwa maoni ya walimu na mafundisho yaliyofunzwa hapa, na pia ina makosa zaidi ya 1000, na pia wafasiri waliofasiri nasikia kuna tuhuma pia hapo, wengine walikuwa wako na habari nzito. Ikathibitika hapa Qur'ani, wao wachungaji walishindwa kuichallenge Qur'ani. Mungetoa thibitisho vile inatolewa thibitisho hii na contradiction hii, na nyinyi pia mungetoa contradiction zingine, mseme Qur'ani pia inafanya nini, ina makosa. Hebrew siwezi kuongeza wala kupunguza, alitoa historia kuthibitisha kuwa ndio maneno sahihi na ndio lugha ama asasi ya lugha, lakini tunapata hapa thibitisho hakutoa. Bikulli quwwati nadfa'uhum lan narda bijuz'in muhtallin lan natruka shibran lidhulli satamuru al-ardu wa tahriquhum fil ardi barakin taghli lan narda bijuz'in muhtallin لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط له بالأقلام والمدد، وأحمد الله منه العون والرشد حمدا دائما كثيرا في الدارين مسترد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الواحد الصمد، ثم صلاة والسلام الأتمان الأكملان على من اختاره الله حاملا لنبوة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله رسول رب العالمين.
wa ala alihi wa sahabi wa man ikhtara nahjahum ila yawmiddin, ama ba'd. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Mola wetu mtukufu aliyekuwa anatakaikuwa daima, na kumtakia rehema na amani kipenzi jemedari kiongozi mtume wa ulimwengu mzima Mtume Muhammad sallam, na mitume wote kila Musa, Isa, Daudi, Ilyasi, Zakaria, tunasema wasalamun ala al-mursalin, na amani ya Mungu pamoja na mitume wote na manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu, hasatan wale ambao kwamba walitajwa na baadhi yao hawakutajwa, wote amani ya Mungu pamoja nao. Watukufu wasikilizaji, leo tutakuwa tunajadili sehemu ya pili ya mada yetu. Tulijadili sehemu ya kwanza kuhusu vitabu. Sasa tutakuwa tunajadili Biblia na Qur'ani. Ikaibuka pia dhehebu nyingine ama sijui niseme dhehebu hii ni ya umesaya, ambayo kwamba ana itikadi yake, ana kitabu chake. Pamoja na hiyo tulijadili Biblia tukajua na tukakubaliana Biblia ina makosa zaidi ya 1000. Bishop akiwa hapa tukakubaliana Biblia inamtukana Mungu. Bishop akasema baadhi ya vitu itarudiwa, ukisema la itarudiwa. Tukaona kabisa kuna baadhi ya maneno yanamtukana Mungu. Bishop akasema haingii akilini, ikiwa na maana Biblia ikisema akili inakataa, lakini Biblia imesema. Ikawa anasema sasa atupe Biblia, anaambiwa na walimu tupa, akasema hapana, itafuata akili. Tunaelewana? Tunakuja katika kitengo ya pili. Tukapata Qur'ani imethibitishwa, na pia kama Pastor Gershon akajaribu pia kuweka hoja kwenye Qur'ani. Tukawa tumebakisha kitabu ambayo kwamba hatukujua uhalali wake na uharamu wake, uhakika wake hatukujua, ambayo kwamba ndio hii. Unipatie. Anasema ni Taurati ya Kihibru, ambayo kwamba yeye anaamini iko na maandishi sahihi hapa, iko na original na iko na tafsiri. Sasa mithili yake kama Qur'ani imetengenezwa kwa sababu iko na lugha original hapa Kiebrania. Tofauti na Bishop iko na tafsiri tu. Yangu tuko na tafsiri tu bana. Hamna Kiebrania. Lakini pia hatutakupeleka hivyo, tutakuwa tunakuachia tu pia. Sasa hii ndio tunajadili leo. Na nataka mada iende kisomi. Usituhumu, usikashifu. Wewe toa hisia zako, toa elimu yako, unaamini hii ni maneno sahihi ya Mungu. Taurati, kwa sababu sisi kaida ya Qur'ani ni mbili. Mungu anasema alimpa Musa Taurati. Baadaye Mwenyezi Mungu anasema fakhtalafa, ikatiwa ikhtilafu ndani yake na wale wazushi wakatia mkono. Hii ndio kaida ya Qur'ani. Sasa wewe hebu eleza hoja za kimsingi, kwa sababu elimu inavutia sana. Kupitia elimu unaweza kumchukua mtu kumvuta mtu, lakini without knowledge huwezi kumvuta mtu. Na ukitetea hii kwa sababu tu ni kitabu, eti ututetee kwa sababu ni kitabu yako, hauwezi kumvuta mtu. Lakini kwa elimu na kwa hoja hata wale wanaokusikiza wanaweza kukuelewa. Sasa tunaanza na Pastor Gershon. Pia nitakuwa na Mufti Anwar hapa, kwa kwamba alijieleza, wote walijieleza hapa. Ni mwanasayansi pia, na pia ni mtafiti mkubwa wa Kiislamu, na pia ni muhadhiri maarufu ya Anwar Mahmud. Na pia tutakuwa na Bishop hapa. Lakini tutaanza na upande wa Pastor Gershon Mesaya. Karibu sana kwanza katika studio zetu. Ya pili, tupe elimu. Leo tukutuhumu ama kukashifu, tupe elimu hii umebeba ni Taurati sahihi ambayo kwamba haina dosari na ni ya Mwenyezi Mungu, alafu tutakuja upande wa pili pia. Shukrani. Marhaban, karibu sana. Asante sana. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam shem kevod malkuto leolam vaed. Baruch ava Israel, Baruch ava Yerushalayim, Baruch ava Nazareth, Baruch ava Bethlehem, kwa Hashem Yeshua HaMashiach. Baada kumshukuru Yahweh Elohim na Mwokozi wetu Yeshua HaMashiach na kutakia mji mtakatifu Yerusalemu amani na ushindi, napenda niseme ya kwamba manabii waliposema katika Taurati, katika Tanakh, manabii waliposema katika Tanakh walinakili maneno yao kwa lugha inayoitwa Lashona HaKodesh. Lashona HaKodesh. Hiyo tunaipata katika Zefania 3:9. Zefania 3:9. Na ni amri ya kwamba tujifunze Lashona HaKodesh, jambo ambalo limepuuzwa kabisa. Lugha ya Kiebrania ni amri imetolewa katika Zefania 3:9, tujifunze, makuhani wajifunze, hata makuhani wa kimataifa, the Gentile priest are supposed to learn Lashona HaKodesh, the language or the tongue of the scriptures. Lakini msiba mkubwa
ya kwamba 0.1 ama 0.2 the whole of the entire continent of Africa ndio wamejifunza Lashon HaKodesh, ama wana ile bidii ya kutaka kufahamu Lashon HaKodesh. Imagine the entire continent of Africa 0.2 ama 0.1 ndio wanajaribu kujifunza ama wanajitahidi kujifunza Lashon HaKodesh. Sasa lugha iliandika Torah, Nevim na Ketuvim ni lugha ya Kihibrania. Hakuna mtu anaweza pinga hiyo. Maana Torah haijaandikwa kwa lugha ya Kiluo au Kiluya au Kigiriama au Kiarabu, imeandikwa kwa lugha ya Kihibrania. Kwa hiyo tatizo ambalo tunalo leo, msiba mkubwa tulio nao leo katika imani ambayo imepewa kipaumbele inaitwa Christianity, msiba mkubwa walio nao ni kutoelewa misingi ya imani yao kutoka kwa originality. Mwanzo wa jambo ni muhimu, itakusaidia kujua namna unavyotamba ukiendelea ukisonga mbele. Kama umepokea kitu ukaambiwa jambo hili nimetumwa niseme hivi, sasa dhibitisha na aliyetumana, je, ulisema hivyo? Lakini mara nyingi tunakuta mtu anakwenda kwa duka nasema baba amesema unipatie hii na hiki na hiki na kile, alafu baadaye ukienda kwa duka unaanza kudaiwa kwa madeni ambayo hukuwa na habari nazo. Na ndio msiba mkubwa ambao tumepata katika Christianity, ya kwamba wamepuuza Torah ya Kiebrania. Ndugu zetu Waislamu, wakati ambapo pengine kuna zile mihadhara watu wako nazo Tanzania, Uganda, Kenya na maeneo mengine, hata Britain nimeona kuna mihadhara, hata Marekani. Sasa unakuta mtu amejitokeza na chapa fanana ama kitu bandia na anataka bishani na mtu akona original. Sasa pale hiyo inakuwa ni mzaha kubwa kabisa. So wito wangu kwa wapendwa, wapenzi, ndugu zangu katika imani, ni kwamba unapokabiliana na mtu kwa jambo lote ama hali yoyote, you have to come with the original thing. You do not come with a copy that has been tampered with. You do not come with a copy that some words have been omitted from. You do not come with a copy where some chapters have been transferred, others even have been removed completely from the scriptures. You will have less information, and less information is dangerous. Nelson Mandela anasema, when you stop reading, you must stop leading the people. So the problem with Christianity is we have leaders who are leading people and they stopped reading long time ago. This is the disaster we have. A priest was supposed to be thorough in whatever he or they do. A priest was supposed to be acquainted with the scriptures. A priest was supposed to understand and know what his Elohim has said concerning the temple, concerning prophecy, concerning eschatology, concerning every doctrine in regard to faith and scriptures. But it has become a great disaster in the sense that the people who are standing on the altar are less and very, very less informed. This is the disaster we have in Christianity as a whole. This is a disaster we have also in some parts of the Shabbat movement. The people standing in the altar are less informed. And this is the reason why I have been championing for the return to the original word, to the original writing, as they were given in the beginning. The scripture says in Yirmeyahu, or Jeremiah if you like, that you will hear a voice telling you, a soft voice will tell you from behind, this is the way, walk ye in it. And therefore, wakati tunakuja kufanya mijadala na ndugu zetu Waislamu, wako na Al-Karim, na hiyo Al-Karim yao ni original as it was given in context and in content. This is where you find it becomes a disaster. And when you are losing, wakati ambapo unapoteza, hautakuwa na budi kuita mtu majina. Ndio unakuta Wakristo wengi wanaita tu Waislamu mapepo, sijui watu majini. Ni kwa sababu ako less informed, ana facts. Sasa inabidi atupe maneno, arushe maneno kama ukejeli na kutukana. Kwa hiyo Torah hii, nataka nimwambie Mufti Anwar, Torah hii akisoma katika original context hawezi kuikosoa, hawezi. Nataka nimwambie Ibn Sharaf, Sheikh Ibn Sharaf, Torah hii akisoma katika original context yake hawezi akaikosoa. Lakini akihama kidogo tu aende kwa hii bandia, hii chapa fanana, hapo nakwambia atatoa makosa zaidi ya 1000
Na kweli kosa hizo as they have been pinpointing. I want to give them good news. All these errors you have been pinpointing from the translation, I want to give you good news. They are true, they are there. It is true they are there. They have messed the translation. So I don't know why somebody will debate from morning to evening, Monday to Friday, with a tampered document. You cannot defend a tampered document. You can't. Nafikiria unajua Bishop ana kitabu yake na naamini haina dosari. Mimi naamini haina dosari kwa sababu sasa hebu kidogo hii kitabu ndio nimesoma sana. Yeye anaamini kabisa hii haina dosari yoyote sahihi. Sasa amefika pale sana kushangaa. Ninashangaa sasa ina dosari. Hebu kidogo. Hebu kwanza malizia. Ina dosari zaidi ya 1000. Kwanza King James hii ya Wakatoliki. Na hii King James kwanza kwa taarifa za askofu. Hawa watu wa Ribo Shandala Baba na manini, hizo watu wa lugha hawa ambao wanajihesabia ndio wako juu kiimani Kikristo, Pentecostals. Wanafaa wajue kwamba tafsiri wanaotumia ni ya Mkatoliki. Wanafaa wajue hivyo kwa makanisa zao na madhabahu zao. Wajue hivyo kuanzia leo. Ya kwamba tafsiri mnazojigambia na mmebana hapa ni zimetafsiriwa na Wakatoliki. Na Mkatoliki alikuwa mstari wa mbele kuharibu maandiko kabisa. Alikuwa mstari wa mbele kuharibu maandiko. Yeye ndiye ameleta sherehe za uongo kwa Biblia, kwa imani. Yeye ndiye ameleta sikukuu za uongo bandia kwa imani. Kama leo ameleta mambo ya tukutembea na mitende Palm Sunday. Ambia askofu kusomea hapa sherehe gani inaitwa Palm Sunday. Hakuna hizo toa hiyo hapa. Lakini watu watazunguka barabara huko dunia mzima na Kenya mzima utawaona leo kwa news jioni wakizunguka na mitende wakisema Palm Sunday. Palm Sunday ni sherehe gani kwa Biblia? Imetoka You have to conclude your topic. Kwa hiyo mimi mada yangu siku ya leo ni kwamba wakati waaminio watajifunza kupenda lugha iliyoandika Biblia na wajifunze, wajitolelee kwa bidii. Maana imani haitaki pia mtu mzembe. Neno inasema katika Yeremia, anayenitumikia kwa mikono iliyolegea amelaaniwa. Na ndipo unaona kuna laana nyingi hapa katika Christianity. Kwa sababu watu wanamtumikia Yahweh Elohim kwa mikono iliyolegea. Wanarukia document ambazo zimekuwa tampered with and they want to present that as faith. It will never work. It will never work. We will go round and round and round and round and never achieve what the Father has purpose for us to achieve. So if we will ever do anything for the kingdom, if we will ever present any tangible fact kwa hawa Waislamu, it is from the original document. Na si hizi vitu ambazo wametampa nazo. Huyo ni Pastor Gershon wa Messianic kama Messiah, ametoa baadhi ya, yani sijaona thibitisho hasa ametoa katika kitabu hiyo kusema ni ya Mwenyezi Mungu, lakini amesema kuna original. Na akasema hii nyingine hii hajatoa thibitisho kusema ukweli. Hajatoa thibitisho kuonesha kuwa hii ni maneno ya sahihi ya Mwenyezi Mungu. Ameitetea kwa njia ya kuwa ni original. Ni original. Bas. Na akasema hii hapa hii ambao ndio yangu. Ameikashifu kabisa. Tutakuja kwako Bishop. Kana hiyo ganda lako tutarudi kwako. Tunakuja kwa Sheikh Mufti Anwar. Na yeye hebu unajua tuko kwa Taurati sasa. Leo tuko kwa Taurati. Tukimalizana na Taurati ndio tutakuja conclude kitabu gani inafaa kufuatwa na damu. Hii Taurati Messiah hapo naye Mufti, upande wako, elimu yako aliyekupa Mungu ni sahihi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume wake mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza bwana aliyekuwa anaizungumzia kwamba Taurati ni kitabu sahihi, sikutarajia kwamba atazungumza kwa maneno makavu, kwa sababu nilidhani kwamba kama anayo original, mfano Qur'ani hii mtu abishe kwamba sio original, kwamba original ilikuwa ni lugha ya Kichina. Naweza nikathibitisha kupitia Qur'ani yangu kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi, sikiza vile na kuthibitishia kwamba Qur'ani ni original. Ndio nataka hivyo ulithibitishia na wewe kwamba kitabu chako cha Kiebrania. Kwanza mimi nashuku Taurati haikuteremka katika lugha ya Kiebrania. Haikuteremka kwa Kiebrania kwa sababu Kiebrania duniani sasa hivi hata haina miaka mingi. Kwa hivyo sikiza Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasemaje sura ya 42 aya yake ya 7. Unacheka? Mufti hata mzaha hapa. 42:7. Mwenyezi Mungu anasema hivi, sikizeni. Allah anasema na namna hivi tumekuteremshia Qur'ani kwa Kiarabu. Kwa hivyo na wewe ungesoma katika kitabu chako iseme kwamba Musa tulimpa kitabu kwa Kiebrania.
Kwa nini nasema hivyo? Musa wakati amezaliwa akiwa Mwebrania alikuwa tayari Misri, na Misri walikuwa waongea Kiebrania. Kwa hivyo kuna uwezekano wa Waebrania walikuwa wanaongea lugha geni kwa sababu walikuwa katika utumwani. Huwezi kuniambia sisi ni watumwa wa wazungu kisha tunaongea Kikuyu. Haiwezekani. Kwa hivyo hii ya kusema kwamba Taurati iliteremka kwa lugha ya Kiebrania atuthibitishie kwamba Taurati ilikuwa ni Kiebrania. Pili, yeye hana Taurati, ana kitu ameita Tanakh. Mwalimu Musa, umetoa aya hapa Qur'ani, Mungu anasema tumeiteremsha kwa lugha ya Kiarabu. Labda ana aya Mwenyezi Mungu labda anasema pale ndani. Kwamba ameteremsha Kiebrania. Labda kuna aya. Unajua tusiende mimi kama Nimetoa Zefania 3:9, pengine usikivu wa Anwar ndio tatizo pengine. Zefania 3:19 Alitoa Zefania. Subiri nisome. Zefania 3:19 haisemi watu wajifunze Kiebrania. Ikisema tutaona leo. Unajua uweko kwa tafsiri. Nimekwambia acha kujikazia na kufunga magwanda zako kwa tafsiri ambayo ni bandia. Utaangamia pia wewe sasa. Sasa ikiwa hii ni tafsiri, wacha mwalimu akuelezee inasema nini. Wewe ukingangana na mimi na mimi nakueleza. Zefania ngapi? 3:9. Asome hii na asome na hiyo. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi. Unasikia? Lugha iliyo safi. Subiri kwanza. Nitawarudishia mataifa maana wameipoteza. Haimo. Nimalize. Maana hapo ndipo nitapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kulitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Kwanza ukisikia kurudishwa, maana yake ilikuwepo. Na lugha ni ngapi? Ilikuwa ni moja. Kwa hivyo Mungu anasema lugha ilikuwa ni moja, na hiyo moja ndio tukairudishwa. Ukiangalia Zefania 3:9 hii ambayo tunaisoma hapa, inazungumzia pale lugha ilipokuwa moja ikaharibiwa. Mwanzo 11:1, sikiliza. Mwanzo 11:1, sikiliza hii. Mwanzo 11:1 nasema hivi, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Kwa hivyo mwanzoni lugha ilikuwa ni ngapi? Moja. Na usemi ulikuwa ni ngapi? Moja. Lugha hii iliyokuwa moja ndio itakayorudishwa, haijasema ni Kiebrania. Hebu kidogo. Sasa athibitisho kwamba lugha hii ni Kiebrania. Fungua na uisome kwa nasema tu neno mtafsiri ameteleza ni moja tu, mbili. Lashona HaKodesh. Hebu isome. Sasa Lashona HaKodesh ndio nimesomea. Lashona HaKodesh. Lashona HaKodesh ni lugha iliyo safi. Lugha hiyo. Kumbe haijataja kidogo. Katika matamshi yote ya Kitora, Lashona HaKodesh ni Ivrit, hakuna ingine. Kumbe haijataja direct. Tulia kidogo. Mwanzo 14:13. Alafu Matendo ya Mitume 26:14 imetaja ya kwamba Lashona HaKodesh ni Ivrit, imetaja. Wapi? Sinasoma. Soma. Sasa nisome Matendo ya Mitume 26. Nisome tu hapa. Sasa naomba hii itakuwa sasa ni hiyo tutasoma tafsiri yake kwa sababu hii kuna tafsiri. Naam. Tusitumie hii sasa. Hii ya Bishop kwa sababu hii ya Bishop mlisema ni Magwanda. Kwa ajili ya wasikilizaji wajifunze ni Magwanda na mkasema hii iko na makosa. Sasa 26 sasa hii si Magwanda na mimi kulingana na vile nilisoma misioni kiwa na makosa. Itasoma 3 kwa sababu pia naona iko na tafsiri ya Kiingereza, sio? Itakuwa inatumika hiyo. Sio kuna tafsiri ya Kiingereza? Ninayo hapa. Ambayo iko sawa? Yeah. Itakuwa inatumika. Bado wameteleza wataniambia. Itakuwa inatumika tu. 26:13. Kwanza hiyo 3:9 ya Zefania ameongopea. Hebu isome hiyo sasa. Acha some hiyo. 3:9 yataja. Lakini imesema itarudisha sikiliza lugha safi. 14 nasema kwanza. Leta nisome kwa Kizungu. 14. Acha some. 14 inasema hivi, and we all fell to the ground. 13. At midday on the road I saw, O king, a light exceeding that of the sun, beaming from heaven upon me and upon all those with me. And we all fell to the ground, and I heard a voice which said to me in Hebrew, Saul, Saul, why do you persecute me? Wacha hapo. Si ya Kiarabu kulingana na Biblia. Sound yake audible sound that could be heard on Mount Sinai. Alipoongea audibly, Sauli na waliokuwa nasafiri naye wakaisikia. Haikuwa Kiarabu, haikuwa Kikuyu, haikuwa Kiingereza. Haikuwa Kijaluo, haikuwa Kikuyu, ilikuwa Kihibrania. Na kidogo tu. Yahweh Elohim ni mtakatifu wa Israeli. Tamko ambalo lilitoa na maneno aliyorusha kwa ukuta juu ya mlima wa Sinai, kidogo tu. Maneno aliyorusha kwa ukuta juu ya mlima wa Sinai akaandika amri 10
herufi zile ndizo zinaitwa Aleph Tav na ndio zimeform lugha ya Kiebrania. Unajua huyu tumemkata ni muda wake. Sasa get my point, Pastor Gerish. Naam. Tunataka kuprove hii hapa ni maneno sahihi ya Mwenyezi Mungu, Taurati ile ambayo kwamba tunajua. Tunataka aya iende direct kama hii ya Qur'ani. Iseme kama vile Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Tumeteremsha kwa lugha ya Kiarabu. Iko aya inaenda direct kabisa. Tutaisoma kwa Kiingereza pia tukaipata. Mungu anasema ameteremsha hii kwa lugha ya Hebrew ama Kiebrania. Si ndio kwa imeletwa Lashon HaKodesh. Iko. Ndio hiyo nilikupea Zefania. Tafsiri mbona isemi? Zefania 3:9 inasema Lashon HaKodesh. Hebu fungua Zefania ambayo ni Ivrit. Zefania 3:9 alafu usome. Ndio hiyo nimesema tu. Sasa nafungua na ndio inasema lugha sahihi. Kumbe hajataja lugha. Imesema sahihi. Lugha sahihi ni Ivrit. Wewe unaongeza rai yako. Siongezi. Iko aya. Siongezi lugha yangu. Siongezi lugha yangu. Kwa nini siongezi lugha yangu? Niulize kwa nini siongezi lugha yangu kidogo. Mufti Anwar niulize kwa nini siongezi lugha yangu. Let's see. Unajua, wacha amalizie mada. Tutarudi. Tutakuwa na maswali hapo. Huyu bana kwanza hakunielewa. Sikiza sura ya 14 aya yake 4 na huku hatukumpeleka mtume yoyote isipokuwa kwa lugha ya watu wake ili apate kuwabainishia. Kwa hivyo mtume yoyote Mwenyezi Mungu anazungumza kwa lugha yake. Akituma nabii wa Kijaluo atazungumza naye Kijaluo. Akimtuma nabii Mwarabu atazungumza naye kwa Kiarabu. Akimtuma nabii Mwebrania atazungumza naye Kiebrania. Hasa usituletee kwamba Paulo alizungumzwa na Kiebrania, Musa pia alizungumza Kiebrania. Ile haliingia. Sasa andiko kwamba Musa alizungumza Kiebrania. Baba yake na mama yake ni Waebrania. Amram kidogo, si umeniuliza swali. Amram ni baba ya Moshe na ni Mlawi. Lawi ni kabila la tatu la Wayahudi la Ibrania. Kabila najibu vizuri. Amram ndiye baba ya Moshe. Yoshebed ndiye mama wa Moshe. Wote ni Wayahudi. Hawa ni Waibrania wote kidogo. Na Biblia inasema Musa alifika mahali akajua yeye si Misri. Na akawachana na Umisri, akaenda kuteseka na ndugu zake. Ndugu zake ni kina nani? Waibrania. Unanielewa pale? Na Yahweh Elohim alipomtokezea, Yahweh Elohim alipomtokezea pale kwenye bustani ya moto. Alizungumza naye Kiebrania, imerekodiwa hivyo. Akaambia Ahaya, Asher, Ahaya. Alizungumza Kiebrania. Kidogo. Bwana hujanielewa. Sija kuuliza kwamba Musa kama ni Mwebrania. Kwamba Waebrania wakati Musa anazaliwa walikuwa Misri, hawakuwa Israeli. Nisikiza kitu kimoja. Subiri kwanza. Walikuwa ndani ya watumwa. Na Musa alikuwa anazungumza na yule Misri aliyekuwa pale ambaye ni Farao kwa lugha ya Kimisri. Unanielewa vizuri? Maana yake wote waliotekwa nyara walikuwa wanazungumza lugha ya nchi hiyo ambayo ni lugha ya Kimisri. Sasa nimekuuliza swali ndogo tu. Musa ni Mwebrania, hatukatai. Na hayuko Israel. Kama angekuwa yuko Israel, tungesema kwa kuwa yuko ndani ya nchi ambayo watu wanazungumza lugha ya Kiebrania, basi alizungumza Kiebrania. Kwa kuwa yuko uzunguni. Ama mfano wewe utoka hapo uko Uingereza. Kule Uingereza hakuna Wajaluo. Subiri kwanza. Kisha niambie Wajaluo kule, wazungu kule wanazungumza Kijaluo. Nitazungumza Kiingereza lakini sijasahau Kijaluo. Nipe andiko moja ambao inasema kwamba Musa alizungumza Kiebrania. Kwenye Biblia hakuna. Na kwenye tafsiri yako ya Biblia hakuna. Andiko moja alizungumza Kiebrania. Iko. Si ati moja. Nipe. Unazungumzia moja. Nipe. Nazungumzia maelfu, unazungumzia moja. Tora yote ni Kiebrania. Leta basi andiko inasema kwamba Tora iliteremshwa kwa Kiebrania. Kusema ati Tora iliteremshwa kwa lugha ya Kiebrania, hiyo ni kama sasa unaniulizaje? Mjaluo ameongeleshwa ndani na Ujaluoni kule, ati aliongeleshwa Gikuyu. Unataka sasa mjaribu kuongea pole. Wacha niweke sawa kwanza. Naomba kwanza lugha inayotumika. Umekuja ukasema una Tora. Tuweke Biblia kando. Hata hiyo language tusomie Biblia. Tumwachie bishop. Tora yako hiyo. Naam. Wewe unajua mimi kama mwenyekiti nimeget point yako. Wajaribu kuprove kuwa Musa aliongea Kiebrania kupitia mama yake na baba yake. Lakini yeye mwenyewe kuna pale aliongea. Aliongea mara nyingi kwa sababu andiko thibitisho. Alipotoka Misri, alipoua mtu na alipoua Misri, alitoka nje ya Misri, akaenda Midiani. Sawa. Akiwa Midiani alikuwa tayari yeye mwenyewe amebishana na Wayahudi, alikuwa anaelewa Kiebrania. Alikuwa anaongea. Yes. Andiko proof. Siko katika evidence. Exodus. Wala ameona jamani Exodus 2. Aliona jamani Exodus 2. Hamna kitu kama hiyo. Kisha aisomwe.
Exodus hapa leta hakuna. Isome basi andiko inasema kwamba alizungumza Kiebrania. Alibishana na wao Wayahudi wenzake. Akasema sisi ni mandugu, nini mnapiganiana? Hata wale akina mama ambao Farao aliwaambia mtoto yote wa kiume wa Kiebrania akizaliwa Anatoka haraka wamuue. Sasa wale wakunga walipokuja wakamwambia, wakasema kwamba hawa watoto wa Kiebrania akina mama wakizaa sio kama wa Misri, wana nguvu. Hao wanawake wa Kiebrania, asema wa Kiebrania, akisema wa Misri. Sasa nataka nimwambie Anwar hivi. Waibrania walikuwa Misri, lakini walikuwa mahali pale Goshen. Ya Goshen. Na hapo Goshen walikuwa peke yao. Ya peke yao. Hawakuwa na wa Misri. Kwa hiyo lugha ya Kimisri ilikuwa inatumika wakati wa mateso, wakati wanafanyishwa kazi. Lakini wakirudi kwa kambi yao, wao ni Waibrania. Evidence. Wao ni Waibrania. Ni Waibrania. Hizo ndio kusomea ziko zote kwa mwanzo. Pole tusitumie tuweze kutumia Exodus ama Kutoka. Soma hiyo kutumia hiyo. Leta ya kizungu. Unajua sasa pale tumefikia, get my point. Tumemalizana na hii. Hiyo yako afungue tusome kizungu. Through Torah. Torah. Sasa iseme kwa sababu hiyo itasema direct. Kama hii Kiarabu sasa ukisoma Arabia imeandikwa. Sasa tutaka hiyo iende direct kabisa hapo. Hiyo kutoka hapo ikiwa hapo iseme kabisa ikipatikana leo nakubali Torati ilikuwa ni Kiebrania. Ipatikane unatafuta word inasema timu na Musa kaongea Kiebrania. Hiyo word hakuna. Sasa hiyo tushamaliza. Sasa ikiwa tushamaliza, wewe dismiss hivyo utasemaje tumedismiss. Sasa unaweka point yangu. Sasa acha malizie. Wewe unapaswa kusema Musa aliongea Kimisri na hiyo basi. Kidogo hoja kwanza. Ngoja amesherehekea hapa na sherekea juu ya leo. Maliza dakika 3. Wewe unapaswa kusema Musa alisherehekea Kimisri. Watamaliza muda wake alafu tutaenda kwenye maswali muda wangu. Ile kitu iko ni kwamba wapo wasomi waliosoma vitabu kama hivi. Hii tafsiri aliyobeba ya Kiebrania imetafsiriwa tu juzi. Na vitabu kama hivi viko vingi. Kama hivi alivyobeba viko vingi na hivi imegawanywa vitabu vinne. Kitabu ya kwanza iliyopatikana katika karne 15 BCE to 70 BCE ilikuwa ni kitabu kinaitwa Dead Sea Scrolls. Ilipatikana wapi? Ilipatikana pango ya Dead Sea. Hiyo ni bahari iliyokufa ile Jordan kule. Ilipatikana kitabu inaitwa Dead Sea Scrolls, ni Torati. Wale watu wa Sodoma na Gomora kule. Kisha kuna kitabu nyingine ilipatikana ya Kigreek inaitwa Septuagint, ambayo hiyo pia ilipatikana 2nd century BCE. Kisha kuna kitabu ya tatu ambayo inaitwa Masoretic Text, ni Hebrew language ambayo hii amebeba. Umeelewa? Hii amebeba. Ni miongoni katika vitabu vilivyopatikana. Umeelewa? Ambayo hiyo pia ni katika oldest 9th century ndio ilipatikana. Kisha ya yote hayo imepatikana Samaritan Torah. Wa Masamaria wale walipata kitabu ambacho imeandikwa Torati kwa Kisamaria, ambacho hiyo kitabu ni Paleo Hebrew alphabet, ni Kiebrania, lakini Kiebrania ya Kiaramaik ambayo imechangana na ile lugha ya Kisamaritan imepatikana pia. Lakini ajabu sasa, wale watafiti wa kuzungumzia vitabu hivi vilivyopatikana, ikiwa hii ya Kiebrania ambayo ni tafsiri, ikiwa hiyo ya Septuagint ambayo ni tafsiri ya Kigreek, hiyo ya Dead Sea Scrolls ambayo ni Kiebrania na Samaritan ambayo ni Kisamaria, zote hizo nne ni tafsiri ya Torati, pamoja na yake ni tafsiri ya Torati. Original hakuna. Original ilichomwa kusoma wa Makabayo katika vitabu vya Catholic, wanaeleza vitabu hivyo vilichomwa na vilipotea baada ya Waisraeli kutekwa nyara, kwa sababu Waisraeli waliingia katika Utumwani, wamebeba zile vitabu na mwisho zilipotea, ziliisha, haijapatikana tena. Wanasema hivi, ngoja nisikize bwana ambaye ameandika kitabu inaitwa The Lost Books of the Bible. Anasema kuna vitabu katika Biblia vilifanya nini? Vimepotea. Anasema the lost books of the Torah, the great rejected text, ni vitabu vilivyotupiliwa mbali na hawa watu ambao wanajiita wao ni watu wa Torati. Huyo bwana ameandikia kitabu anaitwa Joseph B. Lumpkin. Yupo, unamjua? Unamsikia, si ndio? Anasema hivi, more than 80 gospels were considered for the New Testament and yet only a relatively few were chosen. Vitabu vingapi vilichukuliwa? Few. Nazo ni ngapi? Gospel zilichukuliwa ni 4. Zote ndio zinaitwa gospel. Ni 4 ndio zilichukuliwa. Very few. That's the 4. Na ukisoma kitabu nyingine anasema the Nag Hammadi and the Dead Sea Scrolls are the earliest Christian records. Kwa hivyo hata yake sio earliest. Earliest ni the Dead Sea Scrolls. Hizo ndio vitabu vya mwanzo. Na nikimaliza kuquote zake vyote, anakuja anasema katika vitabu vilivyopotea ndio nitazitaja. Asome, umebeba Torati yako hiyo?
umebeba hiyo Taurati na Ndio kusikia. Mada imeisha. Amebeba hiyo Taurati. Ndio nataka nimuonyeshe hapa vitabu vimpotea. Pole. Tutakuja kwenye maswali. Nafikiria wasikilizaji, nyinyi ndio wajanja, nyinyi ndio mnajua na nyinyi ndio mnaangalia mkifuatilia. Msikiza Pastor Gerishen kazungumza, tunapotaka aya anatoa historia. Sheikh Anwar pia historia. Sasa mimi nataka thibitisho hapa. Ukiuliza swali, thibitisha. Kwa mfano kama mlikuwa mnamuuliza, unajua mimi hapa siegemei. Mlipokuwa mnamuuliza swali Bishop alikuwa muwazi kabisa, kama hakuna. Na kama iko kama vile Gerishon pia anafurahia, kuna pale alisema aya kama hiyo unataka iseme ati aliongea Hebrew, hakuna. Unaona kama hivyo mjadala utakuwa wazi na pia utakuwa ni mjadala wa kielimu tofauti na zile mijadala mingine ambayo kwamba yanafanyika hapa. Nataka twende tukiheshimiana kwa elimu yetu na wadhifa wetu. Tuko na viongozi wa dini hapa na elimu iko, tutumie elimu yetu kuwafundisha watu mpaka hapa. Tunafikia tutaenda kwa kikomo kidogo alafu tutarudi kwenye maswali tukitamatisha ukweli. Na hapa kwenye ukweli sasa kwenye kutamatisha tuta include vitabu vyote vitatu. Mpaka na hii mnasema ni ganda. Nafikia unajua Bishop anaweza kuprove hili ya Mwenyezi Mungu. Nitaprove. Kama tunasema wakana min tawfiqin fa min Allah wa makana min khata'in aw nisyanin fa minna wa min ash-shaytani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Qur'an yuwahhiduna li tariqil khair yuwajjihuna. Allah ta'ala anzalahu wa rasulullahi muallimuna. ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على محمد خير خلق الله رسول رب العالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Muumba wetu Mola wetu aliyekuwa na atakayekuwa daima, na kumtakia rehema na amani za ziada zimuendee kipenzi jemedari viongozi mtume wa ulimwengu mzima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wote hasa ulul azmi, tunasema wote waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wasalamu ala al-mursalin, na amani ya Mungu iwe pamoja nao. Wasikilizaji wetu, karibuni tena katika mjadala wetu ambao kwamba ulikuwa unahusu Taurati, kwa sababu tulijadili katika sehemu ya kwanza tulijadili Qur'ani na Biblia. Tukapata Biblia namna walivyosema, tukapata Qur'ani. Sasa Taurati pia hatujapata Taurati ambayo kwamba anasema konaye hapa, ambayo kwamba ni anasema imeandikwa na Kihibru, lakini tunapata imeandikwa Aramaiki. Sasa hatujapata lugha ambayo kwamba yani thibitisho ya maandiko, japo ametoa historia, kisomi ametoa baadhi ya thibitisho ya kihistoria, lakini aya inayothibitisha kuwa hii ni maneno ya Mungu hijatoka. Tutarudi katika sehemu ya pili. Hii sehemu itakuwa ni maswali tu. Itakuwa sasa tunaanza, anaulizwa Mesaya hapa kwa sababu anaamini hii ni Taurati ya Mungu na anaamini hii ni ganda na ina makosa 1000. Sasa Bishop tutaanza, atamuuliza Mesaya swali. Je, hii ako nayo ni Taurati ama si Taurati? Swali yako kwa Mesaya iwe ni dakika 2 kumuuliza. Kuna swali? Ya, mimi niko na swali. Naam. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mdaharo huu ambao tunaendelea nao. Mdaharo mwema sana na tumekuwa tukiongea vizuri na amani ya Mungu iko pamoja nasi. Ila sasa kuna mambo mengi sasa nimekuja kugundua yanakuja na mtumishi wa Mungu Yesu. Anasema hii kitabu ambacho ninasoma ambacho nimekisoma miaka mingi sana, King James ambacho hata niko na ingine inaitwa kuna ingine inaitwa Open Bible, King James Version. Sasa anasema ina makosa mengi sana, na nimeisoma miaka mingi sana katika maisha yangu kama Mkristo na kama pia mtumishi wa Mungu, na ningetaka kujua haya makosa ni nani aliyeleta haya makosa, na ningetaka kujua kabisa kama hii si kweli, hii ambayo nasema ni kweli. Sasa unajua tukiwa tuna mambo kama tunachanganya, tuna confuse watu wa Mungu, hawaelewi vizuri ni nani anaongea ukweli na ni nani anaongea uongo. Ningetaka adhibitishe kabisa ya kwamba kama hii Torah sio ile ya kweli, ile ndio ya kweli,
confusion inatokea wapi? Swali yako nafikiri umeiweka sawa. Yeah. Lakini sasa namna mimi navyoelewa kama mwenyekiti ili nipitie swali upande huo. Wewe unaona ni kama anakuponza anaposema sio maneno ya Mungu. Ya mimi naona nafinyiliwa. Mimi naona gandamizo. La sasa mimi naona kama sasa mimi kwa lugha nyingine ananyanyasa. Naona mimi nanyanyaswa kidogo. Yerisho. Kwa sababu miaka yangu yote nimelisoma. Anasema unajua hii hapa ambayo kwamba tulikuwa tunajadili ilikuwa ni mjadala kati ya Sheikh Anwar na Mesaya. Tena nikiona hapa imeandikwa Arami. Sioni Hebrew tena. Unashaka kidogo na wewe pia. Sasa mimi nachanganyikiwa. Sasa hebu tumia muda wako, nafikiri swali umeielewa vizuri sana. Anasema wewe unaposema hii sio ya Mungu, hii ni ya Mungu, na unaikashifu hii, changanyikiwa vile, anaona kama unamnyanyasa, kama unamuonea, ni kama unamponza, sijui ndio hiyo ngoma. Yeye anaona yeye bado ako na ile decision kwa hii yake ndio ya haki. Jana mimi nimeshikilia kabisa. Sasa hebu prove right or wrong. Kwanza nataka nimwambie askofu rafiki yangu Bishop Leshohi kwa Kiingereza, maana kwa Kiingereza inatoka vizuri. Truth comes to enlighten. Truth does not come to confuse you. I'm presenting this truth to our viewers not to get them confused. Thank you. I'm presenting this truth to the viewers so as they can get enlightenment. They can get enlightened. Are you getting my point? Kwa hiyo katika masuala yote ambayo tumezungumza hapa katika mdahalo huu ni kwamba ile tafsiri ilitafsiriwa na watu 50 kwa muda wa miaka 7 katika university inaitwa Cambridge kule Uingereza. Na aliongoza tafsiri hiyo ya King James alikuwa amefanya uasherati wa kulala na mke wa mtu. Kabisa anaitwa King James. Sasa wakati alikuwa reprimanded, English wakati Catholic walitaka kumreprimand, they wanted to discipline him. Repeat again. Walitaka kumreprimand. Yani alikuwa amelala na mke, alikuwa amecommit adultery, amelala na mke wa mtu. Amepora mtu mke. Katika wafasiri wa maneno ya Mungu. Katika wafasiri wa maneno hiyo ambayo sasa askofu amekatalia, anasema hii anakufa, piga ua. Sasa wakati walitaka kumreprimand, akakataa. Akajitoa kama mfalme na akaleta watu wa tafsiri hiyo King James kuanzia 1604 mpaka 1611. Hiyo ni miaka 7 ilitumika. Sasa watu hawa kila jioni baada ya kutafsiri, kila jioni walikuwa wanajivinjari kwenye masenta pale, piga bia zao kadhaa, piga vinywaji zao, gusa watu. Walikuwa na mambo zao ambazo zilikuwa si safi. Unapata ushahidi wa kwanza huo. Umeelewa? Sasa hiyo ndio historia ya King James, tafsiri ya King James version. Anampatia historia. Alafu walipotafsiri watu waliona makosa mengi, maana walikuwa na tafsiri na nini hangover mingi za asubuhi. Hiyo tafsiri ya King James dunia mzima ikachomwa na hao King James. Sio mtu mwingine alichoma, watu waliteta waka-complain. Walikuwa wanaita Roho Mtakatifu a non-living thing katika hiyo tafsiri. So zilikuwa recalled back kama vile juzi Samsung wamerecall simu zao ambazo batteries zinalipuka ziko sawa. Ama vile watu wa gari walirecall magari hazina brake, Toyota. Magari karibu 1,000,000. So watu wa King James wakarecall zile Biblia, wakazichoma zote kabisa, dunia mzima zikupatikana. Wakatoa tena nyingine inaitwa NKJV, New King James Version. What is new there? Nothing. Nothing is new there. Una comment, unajua anasema katika wale wafasiri originally unataka kumaanisha Biblia ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Alafu sasa watu wakakuja wakaitafsiri. Ikatafsiriwa kwa Aramaic. Lugha ya kwanza kutafsiri. Yeye anaamini sio Greek. Kidogo ni katika mambo. Ni Aramaic. Mwenyekiti. Yeye ametoa historia na hata hiyo historia aliyotoa mimi mwenyewe nimeisoma. Nimesoma historia ya King James Version. Sasa turudi tu kinaga ubaga upande huu. Yeye anathibitisha hii kuwa ni maneno ya Mungu kwa maneno ya historia, unaamini? Hii hapa hivi. Yaani kulingana na vile ameongea na kulingana na vile nimemuelewa mimi. Ile Biblia basi ambayo ni ya kweli kabisa ni ile original. Gani hiyo? Ambayo ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Unaamini nini ya Mungu? Hii. Ya sasa mimi kulingana na vile ameongea na kulingana na vile anaelezea historia. Unajua sasa historia ndio inashinda watu. Watu wengi hawachambui, hawaendi pale mwanzo. Hiyo original, hebu kuelewa. Mchungaji unazunguka. Nataka upasue Barika. Ya. Hiyo original wewe unazungumzia ni gani? Ni ile Biblia ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Ile
Ile ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Ile ya mwanzo kabisa. Hii ambayo unajua hizi ni tafsiri. Hii ni Aramaic. Sasa nayo hii Aramaic ni nini tena hii? Si Aramaic. Si Aramaic. Sheikh Ibn Sharaf anakupiga No, imeandikwa. Lakini si imeandikwa hapa. Anakupiga vijembe shoka hujamuelewa. Okay. English. Hapo juu hiyo ni Kiebrania na nimesoma Brit Hakadasha. Hapa juu. Hiyo juu. Brit Kadasha. Ngoja hii ni Kiebrania sasa. Yes. Maandishi mazito sana. Brit Kadasha. Haya hapa juu ni Kiebrania. Kutoka right ukienda left. Unasoma kutoka right hiyo kwenda left. Inamaanisha nguvu anatia mdhaifu nguvu. Na sio Aramaic. Si kama Kiingereza dhaifu analalia nguvu. Haya. Nguvu anatia dhaifu nguvu. Okay. Naam. Okay. Na hizo herufi zote unaona hapo ni za Kiebrania. Leta zote mbili. Hiyo ni bet, hiyo ni taf. Hiyo ni hiyo ya kwanza, hiyo herufi ya kwanza. Hiyo ni bet. Ya pili ni taf. Ya pili ni vav. Hiyo ni alef, kaf, dalet, yod, shin, alef. Okay. Hiyo ni Kiebrania. Aramaic inatoka wapi tena? Sasa Aramaic ameboro letters za Kiebrania. Ameboro letters za Kiebrania. Ameboro. Si kwamba ni zake, ameboro the Hebrew letters. Nimeelewa sasa. Kwa hivyo Biblia originally ilikuwa imeandikwa na Kiebrania. Sasa Anwar uko na swali kwa Messiah na yeye pia ndio awaulize. Kwanza nimesikia mkurazano wao. Huyu bana hii inaitwa King James Version. Sio Saint James. Sio saint. Si mtakatifu maana yake ni king. Na unajua wafalme unajua wewe. Si watu wa Mungu. Kama ni mtu wa Mungu unamuita tu saint. Kwa hivyo sio Saint James. Angekuwa ni mtakatifu angeitwa Saint James. Lakini kwa kuwa si mtakatifu akaitwa nani? King James. Kwa hivyo mwandishi wa King James tayari hakuwa mtakatifu. Maana hakuitwa saint. Lakini uelewe ni kutafsiria tafsiri. Kwa hivyo mtu ambaye si Kwa hivyo mtakatifu neno pale mwanzo lilikuwa limeandikwa na alitafsiri out of rebellion. Sasa alitafsiri mtu ambaye hayupo. Pili, huyu bana akisema kwamba Biblia ya kwanza imeandikwa Kiebrania, hajakosea. Isipokuwa sio Taurati. Unajua hapa kuna Taurati na kuna Biblia. Hizi vitu ni vitu vile tofauti. Biblia ya kwanza ilikuwa Kiebrania. Biblia maana yake ni mkusanyiko wa vitabu vikakusanywa, vikatengenezwa. Lakini Taurati ya Musa, Taurati kitabu aliopewa Musa, hakuna, ilipotea na haipatikani. Ndio maana vitabu vilipokosekana ndio mkatengezewa Biblia. Ingekuwa Taurati hii ni Qur'ani, mbona hatujawekewa mkusanyiko wa Qur'an wa vitabu tofauti vya manabii? Mbona hapa haijawekwa Taurati, Zaburi, Injili? Ndio sasa direct kwa swali. Sasa unakubali kwamba ilipotea hizo vitabu? Haikupotea. 22:8 kitabu cha Wafalme wa Pili. Sikiliza inasemekana nini? Ilipotea kisha baadaye ikaja ikapatikana. 22:8 inasema hivi: naye Hekia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hichi kitabu kinachoonekana mara ya kwanza ni kitabu gani? Torati siku zote ilikuwa inakaa nyumbani mwa ilikuwa inakaa nyumbani mwa katika sasa kitabu swali kitabu kinachosema kwamba Torati ilionekana ni kitabu gani? Nimeuliza hivi. Sasa ungejiuliza kitabu hicho kinachosema kwamba Torati kilipatikana ama kimeonekana ni kitabu gani? Wafalme umesoma? Wafalme. Wafalme ni Torati. Wafalme ni Ketuvim. Ni Torati? Ni Ketuvim. Ketuvim ni nini? Other writings. Kwa Kiebrania. Other writings. Kwa hivyo extra writings that also came after Torah ambao ni 5. Okay, Torati ni kitabu kimoja au ni vitabu vingi? 5. Viko 5. Yoshua 1:8 sikiliza. Yoshua 8:1 inasema hivi: nawe na kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hichi cha Torati au vitabu hivi vya Torati. Sasa ndio nataka nikusaidia nikwambie, there is no day Myahudi anaita hii kitabu. Hiyo ndio kitabu, those are some of the wrong words that have been used. Hii inaitwa kitabu. Torati sio kitabu. Inaitwa kitabu. Inaitwaje? Inaitwa Torah hii. Torah hii. Torah hii isitoke kinywani mwako. Hivyo ndio inaitwa. Torah hii. Yesu anasema hivi 18:26 kwamba hamujaisoma katika kitabu cha Musa. Soma Torati. Neno hiyo kitabu cha Musa ni Torah ya Musa. Torah ya Musa. Yes. Ilikuwa na sura ya kijiti. Sura ya kijiti aje? Yesu ndo anasema hivyo. Nasema soma usikie na utaona mahali kuna kosa. You cannot reduce the word to become a book. It's not a book.
The Greeks are the ones who called it Biblios, meaning book. The Greeks ndio walireduce hivyo. It's not the Hebrew people. Greeks ndio waliita Biblia kitabu. Anasema na kwa habari ya wafu ya kwamba watafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa. Unasikia? Sura ya kijiti. Kitabu hiyo Cha Musa. Hiyo kitabu, that's a mistranslation of Torah. Kwa hivyo unachosema Vitabu ni zile nanunulia mtoto wangu aende nazo shule, si hii. Kwa hivyo Torati sio kitabu. Taurati ni Torah. Sio kitabu. Ni Torah hivyo. Sio kitabu. Inaitwa Torah. Kwa hivyo Torati sio kitabu. Ni Torah hivyo. Hebu niingie katika kidogo kama huyu bwana niingie kidogo kama mwenyekiti. Mesaya. Naam. Hiyo sura ya kijiti unaweza kutuonesha? Sura ya kijiti? Hamkusoma katika kitabu cha Taurati ya Musa. Sura ya kijiti. Tena tuambie sura ya kijiti ni gani? Imeandikwa ndani ya Biblia. Anisomee Wafalme 22:8 katika hii Hebrew. Wafalme 22:8. soma tu. Nisomee wewe. Wewe soma tu, ina shida. Katika Kiebrania. Wewe soma tu bila kusikia nini unasema. Najua kitu anajua. Hebu kidogo Mesaya. Namfahamu Mesaya kidogo. Hapa hakuna Torati ujue. Namfahamu anajaribu kufanya nini? Hii sio Torati. Hii sio Torati. Angalia. Kwa sababu hapa hamna Torati. Wanapoturudisha katika sura ya kijiti hakuna kitu kama hiyo. Wanatuongopea kumbe. Pili bwana mwenyekiti. Bwana mwenyekiti. Hawa tuongopea. Sura ya kijiti kitu gani? Bwana Sasa najua Bwana mwenyekiti. Najua rungu zake. Bwana mwenyekiti, hii sio Torati, hii ni Biblia ya New Testament. Hii ni kuanzia Mathayo mpaka Revelation. Torati anayoitetea hakuibeba. Maana yake hana. Unayo Torati? Ninayo, sina hati. Mbona hukuja naye? Utakuja tu na ukitaka. Si hati sina, useme sina. Sasa nafikiria Hakuna Torati. Pole Anwar, unajua hii msimeno inakata huku na huku. Nafikiria na hata wewe mchungaji hapa swali lazima utaulizwa tu, sio ati utaulizwa. Lakini nakuja kwa Anwar mtamuuliza swali. Wewe kama Mkristo ambaye kwamba una imani yako, na ganda lako wanasema ina makosa 100 na wanasema ilitafsiriwa sijui na nani. Hebu muulize Anwar swali. Na Mesaya pia amekuja na hii sasa mtamuuliza Anwar swali moja. Hebu anza muulize. Nataka nimuulize Anwar. Hii Al-Karim amebeba. Kwa sababu yeye amesisitiza sana. Lazima nionyeshe ile ya Musa. Ya Musa ilipotea. Yeye anionyeshe ile Muhammad alishika kwa mkono yake, anionyeshe. Unajua Anwar, kwanza wewe anionyeshe Al-Karim ile Muhammad pole sallallahu alaihi wasallam alishika kwa mkono hivi, mkono yake miwili kabla hajaondoka kwa hii dunia akiwa na miaka 61 au 62. Anionyeshe kama na hiyo yeye amekaa hapo. Andayo. Unajua wewe Anwar, wewe ulisema hapo kwa sababu hapa tumekubaliana Mesaya atakuja na Torati. Hii amebeba sio Torati. Unaona? Tumeconclude. Sasa na wewe ya conclude hiyo. Hakuna Torati. Hii ni Torati mafundisho. Hii sio Torati. Hii ni Torati sehemu ya Brit Kadasha, nimemuelezea. Sio Torati. Usiconclude hivyo. Qur'ani ya Muhammad aliteremshiwa. Unayo original ile Muhammad alikuwa nayo. Kitabu alishika kwa mkono ama ile maneno aliteremshiwa. Ama ana copy, ana gani? Nataka niajibu hiyo kwanza. Ana copy mimi kama mwenyekiti ama ana original? Naisahisha swali kama vile kwa nasahihisha kwenu, niweke wasikilizaji wasikize. Kwa sababu wengi wananisikiza mimi hapa. Sasa wewe unataka maneno aliteremshiwa Muhammad ama kitabu aliyeshika Muhammad? Kitabu aliyeshika Muhammad ya Kiarabu hiyo. Sio wahi aliteremshiwa, kitabu aliyeshika kwa chochote whichever. Ile unaona rai kwamba haya ni maneno ya Allah. Ufunuo nayo ama una copy. Hiyo ndio nataka. Huyu bana kwanza kuna kitu kimoja hajafahamu. Qur'ani, tunaposema Qur'ani ni ule wahi, ufunuo alioteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujumbe alioletewa. Ujumbe huo ndo huu hapa. Ujumbe ndo huu hapa kwa sababu sisi Kiswahili, hii ni Kiswahili tafsiri yani, na hii ni Kiarabu. Hii Kiarabu ndo ya kwake. Ndo aliteremshiwa. Na hii dunia nzima ni the same. Si nimesema kwa Kiibrania. Sasa swali yangu kwake ni hivi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kuandika. Alikuwa kisema inafanywa nini? Inaandikwa. Na mnajua mwandishi jina. Si lazima ningangane. Nani mwandishi? Mwenye kuandika maneno Muhammad akizungumza. Nani? Unasikia? Acha nani? Hapa kuuza unafahamu. Sasa swali yangu ni hivi. Una Qur'an kwa Kiarabu ya yule aliyekuwa kiandika Muhammad akizungumza ama una copy? Sasa nisikize. Kwanza hiyo ndio swali ajibu. Qur'an hii unaiona mwandishi si yule unavyotarajia wewe. Qur'an hii tunayoona waandishi ni hivi, nisikilize sura ya 83 aya yake 13. Wala na sura ya 82 aya yake ya 13. Kama sijakosea. Sivyo, hakika Qur'an hii ni nasaha, ni mawaidha.
Qur'ani ni nasaha na ni mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika. Sawa? Ukipenda utafuata Qur'ani. Mawaidha haya unayoona yanatoka katika kurasa zilizohifadhiwa. Qur'ani hii kwanza inatoka kwa kurasa iliyohifadhiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu, iliyohifadhiwa. Hivyo hauna sikiliza kidogo. Sikize kwanza. Sikize vizuri. Qur'ani hii ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha, waandishi ni malaika ambao waliandika. Sasa wakati imeteremshwa imekuja katika mbingu ya kwanza samai dunia, Muhammad akateremshwa ujumbe. Muhammad akileta ujumbe anaambiwa sema, qul, sema. Muhammad anasema. Unaelewa? Kwa hivyo Qur'ani ni kitu kilichohifadhiwa katika kichwa, ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia sote tumehifadhi. Hii kitabu ni chake na ni wahi na ni ufunuo, ni mawaidha, ni zilizotakaswa, zilizotukuzwa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Narudi upande huu. Umeelewa? Kidogo. Bishop. Hebu tuimbie kidogo Kiberanio. So sema hiyo kitabu ni nyimbo, sio? Naam. Hebu tuimbie kidogo kwa dakika mbili tukimalizia. Haberaka Yawe Vaish Beraha Yair Yawe Pena Bilecha Isha Yawe Pena Bilecha Vayashem Lecha Shalom. Inaenda ikipanda. Hebu na Bishop tupe yako Wimbo sasa ya Kiebrania yoyote haya Kiberanio tena kavu tu. Wimbo wangu. Sasa mimi ile wimbo tu ningeimba hapa ni kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Na wokovu ningepata wapi? Na baraka ningepata wapi? Na ushindi ningepata wapi? Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Na faraja ningepata wapi? Lazima lakini hapo mabinti wakuwe na nini kidogo. Sauti imetulia. Sio lazima mtu awe hapa. Sikiza maneno, angalia maneno ya Qur'ani haimbiki. Hii sio hii siimbi sasa. Mungu anasema hivi, inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ametulia mpaka Bishop unasikia raha tu. Hebu na wewe ustadi tuachie moja. Kwanza Qur'ani sio nyimbo kama ilivyosomwa. Na katika Qur'ani sura ya kwanza ni dua kama Mwenyezi Mungu alivyotufundisha kwamba Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hiyo ni Qur'ani sura ya kwanza. Kisha sura ambayo imejumuisha yote ni sura al-Ikhlas. Kama vile Mwenyezi Mungu ameeleza sifa yake yote. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Hiyo ndio Qur'an. Nafikiria tumesikia maoni na pia majibu ya kila mwalimu hapa. Kila kilicho na mwanzo hakosi mwisho. Na kwenye tamati kama mwenyekiti mimi mada hii tulifanya sehemu ya kwanza, tukafanya na yeye sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza nafikiria tulizungumza kuhusu Biblia hii ambayo kwamba iko na leo tumemalizia pia. Kwa kama mada imeisha kuwa hii Biblia ya Bishop ako naye ni vile tu anangangania anafaa kuiacha kusoma kwa maoni ya walimu na mafundisho yaliyofunzwa hapa. Na pia ina makosa zaidi ya 1000 na pia wafasiri waliofasiri nasikia kuna tuhuma pia hapo, wengine walikuwa ni wako na habari nzito.
ikathibitika hapa Qur'ani, hao wachungaji walishindwa kuichallenge Qur'ani, mungetoa thibitisho vile inatolewa thibitisho hii na contradiction hii, na nyinyi pia mungetoa contradiction zingine, mseme Qur'ani pia inafanya nini, ina makosa. Hebrew siwezi kuongeza wala kupunguza, alitoa historia kuthibitisha kuwa ndio maneno sahihi na ndio lugha ama asasi ya lugha, lakini tunapata hapa thibitisho hakutoa, lakini historia ametoa. Kwa hiyo kwenye tamati yote, wasikilizaji nyinyi nafikiria mko na akili, mko na elimu labda zaidi yetu, tumeketi hapa na mnajua ukweli, utaangalia sehemu kuna ukweli na kuna haki ukafuata, na hawa ndio walimu wetu. Nashukuru sana kwanza kukuja kwa Mr. Gerishon Odare Mesaya, karibu Mufti Anwar na pia Bishop. Nashukuru sana. Bishop, usiwe na wasiwasi. Na pia wasikilizaji, mkiona labda maneno sauti ni hapa ndio hivi ndivyo, hapana. Hamna mtu anakosana hapa. Hapa ni kuwekana sawa kielimu, na hapa hakuna tuhuma. Nafikiri kila mwalimu anatumia ujuzi na elimu, na kufikia kwa elimu tunaweza kusemezana. Naona pia mahusiano ya Uislamu na Wakristo pia inakuwa ni nzuri sana. Na pia nafikiri Bishop alikuwa anaogopa Uislamu sana. Anajua hapa akiona kanzu inalipuka. Hapana. Hapa tuko mandugu na ni watu moja. Ni ndugu, lakini sio ni ndugu wa damu, kwa sababu baba yetu na mama yetu ni mmoja. Lakini kiimani lazima hapo tutagaruzana kidogo. Mpaka hapa nasema tumefika kwenye tamati, na Mwenyezi Mungu sote awaoneshe wale ambao kwamba wako katika haki awaone, na wale ambao kwamba wako kwenye haki Mwenyezi Mungu awatie. Mpaka hapa tunasema mwisho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا عرب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا